Wakati mwingine vijana wamekuwa wakiishi kwenye mahusiano ni ya uchumba, lakini nitumie msemo ambao alikuwa anatumia Pastor Andrew kwamba wanadu. Si nimeeleka watumishi? Sasa wakati mwingine wanakuwa wanadanganyana kwamba tutatubu, ni dhambi kama dhambi zingine zinavyotendwa, ni kama kuiba, ni kama kudanganya. Alafu tunakuja tunashuhudia siku ya ndoa wanaapa kabisa. Kuna vijana wako humu, pengine huenda mahusiano yao wameyafanya hivyo na pengine hawaelewi hatari yake ni nini. Tunaomba tu mchungaji utuambie hatari yake ni nini, na mwisho wa siku utoe ushauri kama wamekwisha kuanguka hivyo na wamefanya kuwa siri. Ni nini ambacho wanachotakiwa kukifanya kwa ajili ya usalama wao pia. Wakorinto ya kwanza 6:18 inasema ikimbieni zina. Dhambi zote zinafanywa nje ya mwili, lakini zina inafanywa ndani ya mwili. Unaweza ukarudisha suruali kama umeiba, lakini huwezi kurudisha zina kama umezini. Na Biblia imeitaja kwa sababu moja kuu. Zina ni ibada ya sanamu. Naomba mnisikize vizuri. Inakudetach kwa Mungu, una attach to the devil. Hilo neno zina na neno ibada ya sanamu, siku zote ukiliona, hiyo ndio hatari yake. Zina ina strike to the very base of relationship. Ina involve kila kitu cha mwanadamu na kinamtoa kwa Yesu. Sasa hicho ndio matokeo mabaya kabisa. Yale ya wahusika wenyewe inawaharibia mahusiano. Wowote wanaoanza kwa kuishi kabla ya idhini ya mbingu pamoja na ukweli waliofahamu, wana mzigo mkubwa sana mbele yao utakaowaletea simanzi kwa muda mrefu sana. Toba haiko ndani ya uwezo wa mwanadamu. Katika Warumi 2:4, kama kuna mtu anaweza kusoma hapo, hebu asome. Toba haiko kwenye uwezo wa mwanadamu. Mwanadamu anaitikia, lakini anayenisheti sio mwanadamu. Hebu soma kama umefika hapa. Hiyo Biblia bado ina Warumi 2:4. Anasema wema wake nani? Kinachotuvuta tutubu ni wema wa Mungu. Nafikiri ninyi mnaweza mkawa mashahidi. Huwezi kuplani kufanya dhambi na kuplani kutubu. Hapana. Ni sawasawa na mtu ambaye unaweza ukachagua kufanya jambo, lakini huwezi kuchagua matokeo. Nikichagua kuiba, matokeo ya wizi yako kadhaa. Siwezi nikasema nachagua matokeo ya upande huu. Hapana. Naweza nikapigwa, naweza nikafungwa, naweza nikafanyaje, naweza nikafa. Kwa hiyo mtu hawezi kuiba alafu wakati huo amechagua mpaka na matokeo ya kuiba. Ni kama pia kuzimu. Nachoweza kuchagua ni zina, lakini matokeo ya zina siwezi kuchagua. Shida ni moja. Kwa kila dhambi, the ugly scars remain. Sikiliza jambo hili. Hili ndio tatizo, kwamba kwa nini hatupaswi kuweka provision ya dhambi. Kwa sababu ina matokeo yatakayobaki. Ni kama mtu anachagua kufuta sigara,
lakini hawezi kuchagua matokeo ya kuvuta sigara. Akipata lung cancer, hawezi kusema mimi sitataka lung cancer kwa sababu nimechagua kuvuta sigara. Hutaweza kuchagua matokeo. Kwa hiyo nikifanya zinaa yatokanayo na zinaa siwezi kuyachagua, ila nimechagua kitendo cha zinaa. Sasa ndipo inakuja kwamba ni nini maana yake nisifanye uchaguzi wa lolote lenye matokeo mabaya, kwa sababu mipaka yangu siku zote huwa ni kuchagua cha kutenda, lakini yatokanayo na nilichotenda sina uwezo wa kuchagua hiki na kuacha hiki. Sasa ninafanyaje? Biblia inayo njia ya kufanya. Moja, siku zote njia iko wazi. Inaeleza waliposikia mioyo yao ilichomwa, wakasema tutendeje ndugu zetu? Hiyo ni Matendo 2 kwa 37, 36, 35. Petro akasema tubuni, metanoia. Tubuni ina maneno matatu yanayotafsiriwa. Metanoia maana yake geuka, geuka kutoka kwa hiyo dhambi, lakini unageuka kumwelekea Mungu, from sin and towards God. Metanoia. 2 is to hate sin. Metanoia ina maana to hate sin, kuichukia dhambi, na anayeweza kutupatia uwezo wa kuchukia ni Mungu. So to hate sin and to love God. To love God means worship. Love, when it is expressed upward, it means worship. Sasa inapokuwa hivyo, hiyo ni kitu ambacho huhitaji kupata feelings kama Mungu ameaccept. Ikiwa hiyo imetokana na ushawishi wa Roho Mtakatifu, inasema repent. Maana yake fanya about turn away from sin, hate sin and towards God. Na hiyo haitaji ushahidi wa nje. It is written and it is given. Amesema tutapata msamaha wa dhambi kwa mujibu wa alichoeleza wale wenzetu katika mstari wa 38 na 39 kitabu cha Matendo ya Mitume. Mtapokea msamaha wa dhambi na Roho Mtakatifu. Inabaki agriscars. Na vizuri nieleza na upande huu, yaani madhara ya maisha niliyoishi wakati wa nyuma. Ndugu zangu, hii isikusumbue. Yule mwizi msalabani alipata tiketi ya wokovu, lakini madhara ya maisha aliyoishi, alifia msalabani. Nisikilizeni vizuri, ana msamaha wa Kristo, ana tiketi ya kwenda mbinguni, lakini sio kwamba Yesu alisema shuka msalabani. Hapana, alikufa msalabani. Ina maana kuniondolea madhara, huwa Mungu akiamua kuyaondoa anayaondoa kabisa, lakini kuna wakati anaacha niishi na madhara. Yale madhara yasinifanye, yasikufanye udhani sikusamehewa nilipotubu. Hapana, kwa sababu matokeo ya maisha yangu aidha Mungu aweza kuyaondoa ama aruhusu yabaki mpaka siku atakapokuja mara ya pili. Kwa hiyo hicho ndicho tu cha muhimu, kwamba tusihangaishwe na maisha niliyoishi, matokeo yale. Hapana, yasinihangaishe. Ukakomaa Mungu niondolee, na Mungu haondoi. Mwisho kadhani Mungu hajanisikia kwa sababu nilikuwa nalewa, sasa ini lina shida, alafu namwambia Mungu niponye ini, nimejitoa kukutumikia, mbona unaponya watu?
anaweza aniondolee tatizo hilo la ini kwa sababu ya sumu ya alcohol, lakini anaweza asiondoe hiyo sumu ini, asifix hiyo ini, nikabaki hivyo, lakini nikamtumikia na bado nina amani tele kabisa. Ndicho kinachoweza fanyika. Naweza nikawa nina HIV AIDS kwa sababu ya uchaguzi wangu, ingawa HIV AIDS inapatikana kwa njia nyingi, ingawa asilimia kubwa ni evolution ninapofanya maamuzi ya ngono zepi. Sasa hata kama ilitokea hivyo maishani, nikajikuta mimi ni mhanga namna hiyo, nisikomae tu kusema Mungu niondolee virusi vya ukimwi, nimejitoa kwako. Ni kweli nimejitoa, lakini sio lazima Yesu aondoe virusi vya ukimwi ili ijulikane amenipokea, amesikiza toba yangu, amenitakasa. Bado atasema neema yangu ya kutosha. Uwepo wa Yesu haumaanishi siwezi experience maisha ya nyuma niliyowahi kuishi. Kwa hivyo aweza kweli kuyaondoa, lakini pia wakati mwingine anaweza asiondoe kwa kipindi hiki. Ameiweka siku atakapokuja, atakapoondoa yote. Mimi siku zote Paulo ametoa kanuni moja: ninasahau yaliyopita, ninachuchumilia yaliyoko mbele. Always onward, forget the past. Kwa sababu the past kuna mambo mawili: if ni success, huwa ina shida ya kunijaribu kuwa overconfidence, na kama my past is all about failure, huwa inanipata kuwa na guilty, na hivyo ninashindwa kunyanyuka. Kweli ni haribu. Niliwahi kuishi, nikaishi na mke, nikaishi na mume, nimefanya zinaa ama namna yoyote ile. Usiishi kwenye past. Paulo anasema onward, forget the past. Ukristo hauishi kwenye past, unaishi now. Kila siku ikitolewa now. Hiyo isitusononeshe. Ndicho naweza nikaeleza. Asante. Miongoni mwa vitu ambavyo anatubariki mchungaji ni majibu anayajibu kilecturer zaidi, intellectuals, naamini tunaendelea kuelewa ikupa. Mchungaji, po umetubariki kwa namna ya pekee, na tunashukuru Mungu kwa sababu bado tumepata tumaini ya kwamba neema Yesu yatosha. Hata kama tulianguka, lakini bado tunaweza tukasimama kwa sababu Yesu yupo kwa ajili yetu. Huenda kuna kile ambacho mchungaji Paul Semba amekisema, huenda kuna kijana mmoja amekipitia, lakini basi tunatakiwa tuwaombee pia katika hilo, lakini pia katika safari yao, huenda ni ya kimahusiano, wengine huenda ni ya kiuchumi, huenda ni ya kielimu, basi tuwaweke mikononi mwa Mungu. Kila mtu analo la kwake ambalo linampa changamoto, na wakati mwingine kujiona kama ni mtu ambaye hana nafasi tena, na wakati mwingine anakuja ibadani kwa sababu pengine ni mazoea, siku ya Jumamosi hana kwenda. Niwaambie kitu kimoja. Kuna Biblia inasema, Bwana, kama ungelihesabu uovu nani angelisimama? Lakini kwako kuna rehema ili wewe uogopwe. Hiyo ni Zaburi.